Basi mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji mzuri wa simulizi tamu za Uncle G, basi ni sehemu ya kwamba tunakutana katika sehemu ya 6, lakini kuna uwezekano ikawa ni katika mfano episodi. Ni mkasa wa kweli, ni simulizi tamu kwa kweli kutoka kwa mwandishi wetu anaitwa Paulina Johni, lakini mimi ninaitwa G Brand Simulizi. Niukaribishe sana katika sehemu ya 6 mkasa wa kweli, simulizi tamu msikilizaji, katika sehemu ya 3 tuliweza kuisha pale ambapo tayari huyu mwanadada Minza anaambiwa na mchungaji kwamba anaona maono nyumbani kwenu sio mlifungwa, lakini pia hivi na hivi tumeona tayari huyo mkaka ambaye anampenda Minza. Travis anampenda Minza, lakini kuna mwingine huyo sio anaitwa nani, naye anampenda pia Minza. Kwa hiyo Minza yupo katikati pale, aelewi afanye nini. Hasa mdau anarudi, anatoka kanisani, anaongea rafiki yake Travis, akamkuta wanapiga story, akamuuliza huyu ni nani ambaye ulikuwa unaongea naye na mlikuwa mnaongea nini? Minza anawaza, anasema lakini mbona wanataka kunipanda kichwani, nisiongee na mtu kwa nini? Yes bwana, ni mkasa wa kweli, simulizi tamu. Bila kusahau kule YouTube, bila kusahau WhatsApp channel kule channel 1 tunaendelea mkasa unaitwa Nancy, lakini pia tunaangalia utaratibu katika channel 2, huenda tukaanza mkasa mpya kwa siku ya leo. Simulizi kule channel 2 inaweza ikatoka leo sehemu ya kwanza. Tutaangalia utaratibu itakuwaje, kwa sababu mambo ni mengi, muda ni mchache. Basi nikukaribishe sana katika sehemu ya 5, na hii ni katika G Brand Simulizi. Usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kuweka comment yako. Karibu katika sehemu ya 6. Mi nikamtazama, maana watu wanataka kuniona mi kama watako yao. Maana mtu ukiwa mpole unadharauliwa aswa, ni bora kuwa mkali ili wakuogope. Kitendo cha Eliamu kunichokonoa kinifanya nichukie sana. Nikasema, Eliamu, najua na kuheshimu sana na sitaki kujua maneno ambayo yatakufanya unichukie maisha yako yote. Akasema okay, kwa hiyo mimi kuzungumza na wewe imekuwa kosa, ila Travis unaongea naye vizuri mpaka auti mnatoka, si ndio? Hivi huyu mwenzona na akili kweli? Sasa hizi mada zimeingiaje hapa? Mtu badala ya kukaa na kuanza kuongea kistaarabu, anaongea huko anataka kulia. Nikamtazama kwanza, nikimtafutia jibu la kumpa mpaka akili mkae sawa. Basi wakati nataka kumjibu pale, simu yangu ikaita. Aliyekuwa anapiga alikuwa ni Travis, so nikabaki namtazama tu. Akasema pokea simu. Jamaa akatoa macho mekundu pale kama ametafuna pilipili. Nikaona isiwe shida, bibi mimi nikapokea simu. Akaona haitosha, akanikanyaga na kuweka loudspeaker. Sema weka loudspeaker hiyo. Namuelewa huyo mtu, lakini basi nisiwe na neno mengi. Nikapokea simu pale, nikasikia lao, Minza upo wapi? Nikakoa kidogo, nijiweke sawa kwanza. Nikasema nipo barabarani naelekea nyumbani. Akasema ndo nini bana, mbona nimekuja hapa sijaukuta? Umeamua kuondoka kweli, na huku unajua kabisa kuwa kila Jumapili lazima nikufuate? Nikamtazama kwanza Eliamu, alikuwa anatazama machoni. Kiukweli huyu kaka akichukia au kununa anazidi kuwa mzuri. Anazidi kuwa mzuri. Yaani kuna sisi hapa tukinuna tunakuwa kama sokwe. Nikasema leo bwana siku sio sawa, hata hivyo utanikuta nyumbani. Niliposema hivyo simu ikakatwa. Huyu kaka na nini? Mbona simuelewi mimi? Aliyekata simu alikuwa ni Eliamu. Yaani kakata simu yangu. Nikamuuliza mbona umekata simu? So unataka nikuache endelee kuongea naye huyo mpozi mwenzie? Kwanza hapa tu ni nyumbani. Nikasema tunaenda wapi? Akasema kuna sehemu tunapita. Ukifika utajua huko, sitaki maswali. Basi mimi sikutaka kujibizana naye pale, maana mtu kile azieleweki. Safari ilikuwa ndefu kidogo, tulienda kushukia pembezoni kabisa nje ya mji huko. Kulikuwa na bonge la hoteli kubwa ya kifahari ilijengwa huko, na watu walikuwa wengi sana. Basi tukaingia pale, akaagiza chakula pale kikaletwa. Aliagiza nyama na vitu vingine bwana, hivi vingine sivijui. Basi baada ya chakula kuletwa, akachukua sahani yangu pale na kunikatia kati nyama, kanipatia. Hakuishia hapo. Akachukua na juice pale, akafungua ile kumimina kwenye glasi, kisha kanipatia. Akaniambia enjoy. Niliguna ndani nikaguna, kisha nikaanza kula.
tunakula, lakini mtu ananiangalia mimi namna ninavyokula, mpaka uvumilivu ukanishinda. Yaani uvumilivu ulinishinda. Nikasema vipi lakini, bora niangalia sana, ninakula vibaya au? Sema hapana bwana, unakula vizuri. Nikasema sasa mbona unanitazama hivyo? Au hivi ndio unavyofundishwa kuwa ukimtoa mtu auti umwangalie usoni anavyokula? Akasema hapana bwana, hebu kula. Akachukua simu yake pale na kuanza kubonyeza bonyeza. Mimi sikujali. Nikala pale, baada ya kumaliza kula kalipia bili, kisha tukaondoka. Safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Tukiwa njiani pale akanitazama, safari akanitazama kwa macho ya upole mno. Akasema vipi, umeshiba? Nikasema kwa ulikuwa wapi kuniuliza wakati bado tukiwa kule? Unakuja kuniuliza nipo njiani. Kama sijashiba chakula tunanunua wapi tena? Akasema nimekuuliza sio kwa ubaya. Nikasema okay, nimeshiba. Akasema mbona kinyonge hivyo? Sema kama hujashiba nikurudishe. Nikasema hamna haja ya kunirudisha. Nimekuambia kuwa nimeshiba. Akakaa kimya pale, safari ikaendelea. Nilikuwa natamani kufika, msikilizaji, maana nilichoka, sio sere. Basi bwana, tuliweza kufika, lakini tumefika nje ya geti, tunaingia ndani, Tafuta naye akawa amefika na kushuka kwenye gari pale, akaja mpaka tulipokuwa. Wakati huo mimi niko ndani ya gari, akazunguka upande wa pili pale nilipokuwa na kufungua mlango nipite, nikabaki nimekodoa macho, nisielewa vijana wana nini hao. Nilikuwa nashangaa, alafu tena alionekana kutokuwa sawa kabisa, hakuwa na furaha. Nikiwa nashangaa pale, nikasikia nikiambia Menza shuka. Basi mimi nikaona isiwe shida pale, nikafungua mkana na kutoa mgunje, lakini nilizoelewa. Zililiamu akanishika mkono. Hivi mnajua hii game ambayo ilivyo ngumu. Wakati nashangaa pale, Travis naye akanishika mkono wangu, nikabaki kuwa msalaba uliokaa eti. Yaani watu walikuwa wanachanganya akili. Maana mtu nimetoka kuambia maneno mazito huko, sijui mizimu, sijui mababu, alafu hao wanao ndugu wa nyumba moja wanakuja kunifanyia mia ya ujinga wao. Nilichukia. Nikajivuta kwa nguvu pale kutoka kwenye mikono yao. Nikasema sitaki mtu yote anishike. Nikatoka nje gari pale na kuondoka zangu kuelekea ndani. Nikawaacha watu wanatazamana kwa hasira. Watajua wao bwana. Yaani mapenzi yao ndo haje kuyaleta kwangu. Hata kama ndo kupendwa kwa uzuri gani ambao nilionao, mpaka nagombaniwa mimi. Na sio kama naongopea, hapana, kwa kweli. Mimi ni mbaya, alafu ni mbaya kweli. Sasa ubaya wangu ndo kuwafanya ndugu wawili wachukiane, lakini sababu za kijinga tu. Wameshindwa kujitwalia wanawake humu mjini, wakawapenda na kuwaoa. Ni kitu inaelekea kuwa mizee, hata wachumba hawana. So ndo nini hizi kama sio ushenkupe tu. Ushenkupe ndo wasumbua. Basi bibi mimi baada ya kufika chumbani nilioga na kupumzika zangu. Sikutaka usumbufu kabisa. Kwa nilifunga mlango pale na kulala pembeni akiwepo misigeni wangu. Basi majira ya jioni niliamka, kichwa ikawa kizito sana. Nilipokumbuka maneno ya mchungaji, nilikuwa nakosa nguvu. Misigeni akasema vipi Menza? Menza, mbona unaonekana kama uko sawa? Nikasema hapana, mimi niko sawa. Akasema hebu niambie, naweza kukusaidia. Nikasema unisaidie kwa lipi kwanza? Na uongo wako huo usije ukafikisha kwa Madam Glory. Akasema binti, kuwa mpole. Hebu funguka uniambie, mimi ni mtu mzima. Kwa kuwa hiyo bibi ni shoga yangu, bila ubishi nikamwambia yote ili kuhusu kuwachanganya wajukuu zake. Sikumwambia. Nilimwambia kuhusu mchungaji. Inawezekanaje? Nikasema si ndo hapo sasa, mimi mwenyewe nachoka. Akasema lakini hata hivyo usiwaze. Amini maneno yake, maana kudharau kitu huwa sio vizuri. Nikasema ndo maana nakupenda misigini wangu. Nilisema huku namkumbatia. Basi bado tulipiga stories hapa na pale. Ukafika ule muda wa mazoezi, nikatoka naye kama kawaida yetu ni bustanini pale. Tulienda kuanza kufanya yale tuleta pale. Misigini akasema Menza, unajua wewe ni mrembo sana. Unalijua lakini. Nikasema kwa uzuri gani sasa? Uzuri ni kitu gani kwanza? Akasema kweli tena. Ngoja leo niwe mwazi. Ila kama utachukia sawa. Yaani wewe binti ni mzuri sana. Na vile dai shakukubali umetakata hatari. Yaani hilo shepu lako litakufanya unazidi kuwa mzuri.
Na sio shepu tu, sura sasa. We, kama pipi filimbi hivi. Kiufupi wewe ni mzuri. Ngoja nikupe mfano. Unaona wanawake wanaokuja wakiwa wameongozana na Zai hapa, hakuna mwanamke anayekufikia hata kidogo. Kwanza wewe ni mchangamfu, ndo sifa kubwa hiyo mwanamke babu. Kwa leo mimi nimekuambia nimekuwa babu, si ndio? Akasema ni bora uwe babu ili uwe mume wangu. Hapa sasa ukiondoka sio itabaki na nani? Maana nimekuzoea sana Menza. Nikasema mimi pia misigeni. Hivi kwa nini uliitwa misigeni? Akasema kwa sababu nilikuwa napenda rangi ya kijani enzi za ujana wangu. Mpaka sasa hivi bado napenda. Nikasema we bibi. Yaani rangi ya kijani wapi na wapi? Kwanza mimi sipendi, unakuwa kama kabeji bwana. Anasema achana na kabeji, njoo kwenye mchicha bwana. Basi ni stories hapa na pale ziliendelea tukiwa tunafanya mazoezi yetu ya mwisho. Mahala Travis akawa amefika pale. Kwanza nilipomuona nikanuna ile mbaya. Travis baada ya kufika pale akasimama. Akautazama pale kwa muda akiwa na tabasamu la hali ya juu sana. Misigini akasema, tukusaidie nini? Maana toka muda umesimama hapo unautazama kama tumejinyea vile. Nikasema hata hakuna haja ya kumsaidia, twende ndani bana. Akasema, Minza, siku hizi unanichukia hivyo, shida nini? Nikasema, wewe Travis, wewe koma kabisa wewe. Kama unataka tuishi vizuri kama zamani, basi niondelee hapa maujinga yako hayo. Akasema, kwa unatakaje kwanza? Niambie nitafanya. Nikasema nataka tuwe marafiki. Akasema, lakini mimi nakupenda Minza, nielewe basi. Nikasema, Misigeni, hebu nipe chuma hiyo kwanza hapo chini nimfundishe adabu huyo mtu. Maana mimi kila muda namwambia simpendi anielewe. Akasema, kwa hiyo tuseme unampenda nani wewe? Nikasema nampenda Eliam, tena naomba unikome. Akasema, Wachi. Aliyesema Wachi si ni Madam Glory. Ilikuwa ni sauti ya Madam Glory ambaye kumbe alifika hapo muda sana akawa anatusikiliza. Na mimi sikusema kwa kumaanisha, nilikuwa nasema hivyo ili kumfanya Travis akae bali na mimi. Kumbe nimeharibu. Nikabaki na vinya vidole pale ovyo tu, mara nikangati ama nikarudishe huko. Ili mradi tu tafulani. Kumbe maneno yangu kuna mwingine na yule kayasikia. Alikuwa huyo ambaye nimemtaja naye akawa amefika pale. Sasa Minza, rudia tena. Nikabaki kimya nimezubaa. Sasa Minza, niambie ukweli, ndio sikia hapa. Nikasema hakuna kitu mama. Hapo sasa Travis sura imebadilika, hata ile simali lake ya kuwa nalo. Nijisikia vibaya. Madam Glory akasema, Minza, nakuhitaji ndani. Nina maongezi na wewe. Na sitaki mtu yote aingilie mimi na wewe Minza. Madam Glory alipozungumza hivyo akaondoka. Nikabaki natetemeka pale, najua tu kibarua changu kimeota nyasi. Misikini akaniambia hamna haja ya kuogopa Minza. Nenda kaongee naye usiogope. Kinyonge nikapiga hatua na kuingia ndani. Nilienda mpaka kwenye chumba cha Madam Glory. Chumba ambacho toka nifike hapo ni mwaka sasa sijawahi kuingia humo. Subirini kwanza, leo ndo nimeingia. Naona kama nimeingia paradiso hivi. Maana chumba sio chumba, bustani sio bustani. Kuna watu wanaishi. Imagine mtu analia kitanda cha skonzi. Kweli jamani. Ndomo koma. Niache kufuatilia maisha ya watu. Basi bwana bibi mimi nikaingia. Amkuta Madam Glory pale amekaa kwenye kiti chake cha kubembea. Yaani jamaa anabembea alafu hajali lolote. Basi bibi mimi badala ya kufuata kilichonileta nilijikuta nimeganda kuangalia kile kitanda cha skonzi. Sasa wewe unashangaa nini mpuzi wewe? Ndio kicho kuleta hapa. Nikashtuka. Sikuacha ukitazama kile kitanda. Mwisho uvumilivu ukanishinda. Nikaamua kuuliza tu. Maana mimi kukaa na kuvumilia siwezi. Nikasema samahani Madam Glory. Hicho kitanda ni skonzi ya kula wewe. Na kama ni skonzi mbona ni kubwa hivi? Nilikuwa na hasira lakini umenifanya mpaka nicheke. Kaniambia hivyo. Asema mbona hii kale? Nikisema lakini nimeolewa sio kubaya, nataka kujifunza. Akasema kwa leo sina mudi. Haya niambie. Nini kinaendelea kwako na vijana wangu? Nikasema hamna kitu kinaendelea madam. Ni vile tu tulikuwa tunataniana. Minza, usinifanye mimi mtoto mdogo, sawa? Kwa nini Travis alikuwa analea? Nikasema mimi sijui. Nikasema Minza, nisikilize kwa makini. Mimi ni mzazi.
Ninajua maumivu ya watoto wangu wote. Yaani bora ucheze na pesa zangu kuliko kuwaumiza watoto wangu. Na kama upo hapa ili kuwafanya watoto wangu wakupende, umegonga mwamba. Hakuna mzazi ambaye anapenda kijana wake awe mwanamke tapeli. Anapenda pesa. Kwa kuwa makini. Kama unampenda mtoto wangu, nitakuwa masharti ambayo ukiyaweza, nitajua wewe ni mke mwema. Vinginevyo na hapo kaa mbali na vijana wangu. Haya, unaweza kwenda. Basi bila ubishi pale nikatoka, lakini sikuacha kukitazama kile kitanda. Kweli kile kilinivutia sio zile. Basi baada ya kutoka chumbani kwa Madam Godi pale nielekea kule nilipomwacha misigeni wangu. Nakuta amekaa vile vile. Ana mawazo. Pembeni yake pale walikuwepo wajukuu zake. Basi bibi mimi nikasogea nikiwa mkavu na kumsaidia kunyanyuka kumuingiza ndani. Akasema vipi meza uko sawa? Nikasema mimi niko sawa. Nikatabasamu pale kumtoa wasiwasi. Akasema vipi? Bi mkubwa ja kugombeza? Nikasema hapana. Basi nikanywa misigini pale nikiingia ndani. Nikawaacha hao wapuuzi wawili wanashangaa pale. Chavi akasema da, huku ni kujidhalilisha ise. Miriam akasema kujidhalilisha kwa haripi kwanza. Akasema wewe huoni hapo kama tumedhalilisha? Tumegombania mwanamke mmoja na kibaya zaidi sisi tunatokea kwenye familia moja. Miriam akasema mimi sina budi kukuachia ili kulinda heshima ya familia hii. Maana hata huyo unayempenda anakiri kwamba anakupenda wewe, alisema Travis. Akasema kwa nini sasa niendelee kuwa naye ikiwa mtu anayesia na mimi? Bwana nitafute maisha yangu ese. Basi Liam pala kujibu kitu, alishia kumtazama mdogo wake kisha akaondoka pale. Inaonekana tu kaka yetu Travis acha augue kilio cha uchungu. Alilia pale kama lisali moja na lia tu. Sasa mimi nawaza. Nikikumbuka momenti zile tuliokuwa pamoja basi ndo nazidi kilio. Moyo wangu jamani, moyo wangu. Niliumia na mimi pia. Alikuwa anaumia sio siri. Basi bwana, hatimaye hiyo siku ikapita na siku nyingine ikashika nafasi. Siku hiyo niliamka kama kawaida tu nikaanza majukumu yangu ya kazini, lakini siku hiyo na sikumuona kabisa Travis. Na bibi mimi niliamka asubuhi ili tuongozane naye kwa kama kawaida yetu kufanya mazoezi. Lakini mpaka inafika saa 3 sijamuona. Mdogo anazunguka tu kama sina akili nzuri. Yaani mpaka inafika majira ya saa 5 sina mwelekeo kabisa. Nimekaa subiri lakini sijatolea. Macho yote hapo kodo tu kuangalia kama tamaa Travis. Lakini mpaka jioni inafika simuoni. Mwisho uvumilivu kanishinda mie. Nikakusanya miguu yangu na kwenda kuwauliza ndugu zake, wakaniambia kuwa wajui. Nikaona acha nikamuuliza tu Liam, hata kama ataumia atajua yeye, mimi moyo wangu hauna amani kabisa. Basi nikaenda mpaka mlangoni pale na kubisha hodi. Mlango kafunguliwa, alafu mtu akarudi ndani kukaa. Nikasimama pale labda amesahau kitu, anakuja kunisikiliza ila wapi. Palikuwa kimya. Mwisho nikaamua kuingia. Nimefika na mkuta kaka watu yupo busy na kazi. Hapo hata sijui nianzie wapi kufumbuliza, naogopa. Yaani na hofu inanijaa karibia moyo wangu wote. Akasema sema shida yako binti. Nikasema unajua bwana Liam, nilikuwa namuulizia kama umemwona Travis. Niliposema hivyo akanywa uso wake. Yaani nilikuwa na uoga. Nikapeleka macho pembeni, sitaki kabisa kuangalia na huyo kaka. Ni kaka lizuri lile. Nisiwe muongo jamani. Huyo kaka ni mzuri. Kwanza kama ametulia hivi mpole, maana mambo mengi. Sijawahi kumuona kama anacheka walai. Yaani basi bwana bibi mimi nikatuliza komo langu pale kusikiza jibu atakaloniambia. Akasema unampenda? Huyu naye vipi? Yaani mimi namuuliza hiki alafu anijibu hiki. Kwanza hata nikimpenda hakuna shida hapa. Kwa sababu yeye ni mwanaume, ana kila kitu. Ila kwenye kusimamisha sijui kama anasimamisha kweli. Chize kweli mimi. Basi bwana tuendelee. Baada ya kuniuliza hivyo nikamjibu, nikasema ungeniambia kwanza kama umemuona au vipi? Maana toka asubuhi mimi sijamuona. Kavuta pumzi pale akaitoa kwa mkopoa. Akanitazama kwa yale macho Yaani macho yale ya kwamba nakutaka. Niulize kuwa nimejuaje. Ila jibu ninalokupa ni kwamba mimi najua bana. Yaani alinitazama
na mimi nikageukia pembeni sielewi. Haya bwana mpendwa msikilizaji, ilikuwa ni katika sehemu ya 6, basi hatujaweza kufika final episode, lakini story tukumbuke inaenda Who Loves Me. Nani atanipenda mimi? Tulipoona Travis pamoja na Liam wanamkubali binti anaitwa Miza, lakini pia Madam Glory ambaye ni bosi wake na Miza anasema atampatia masharti ambayo akiyafaulu basi ataweza kuolewa na mmojawapo ya kijana wake. Hatujui masharti ni yapi, lakini tukumbuke Misigini anamkubali kweli kweli Miza. Anafanya kazi pale, muda umepita kweli, anafanya kazi pale, anamwangalia Misigini. Tukumbuke kama Misigini alistroke mwili, kwa hiyo anatembelea wheelchair pale, kwa hiyo anayemwangalia ni Miza. Basi ni kuambia kwamba kule Channel 1 tunaendelea na mkasa unaitwa Nancy, lakini pia tuna Channel 2 tunaangalia taratibu wa kuanza simulizi mpya kwa siku ya leo au kwa siku ya kesho. Lakini pia hii ni G Brand Simulizi, usisahau kusubscribe channel yetu, lakini pia usisahau kulike, usisahau pia kuweka comment yako. Basi niseme ya kwamba tukutane katika final episode, itakuwa ni katika sehemu ya 7. Kwa leo sina la ziada. Mimi naitwa G Brand Simulizi, nikutakia wakati mwema.